Not every thought in your head is yours. Sio kila wazo ndani ya kichwa chako ni yako. Some thoughts are foreign energy, aka parasite. Mawazo mawazo ndani ya kichwa chako ni ngeni, sio za kwako. Yaani ni kama vile parasite, virusi. Kifupi ni virusi ama parasite. Spiritual attack, mashambulizi ya kiroho, or even just static from the world, au mawazo ambayo tu yapo duniani yanaelea katika ulimwengu wa kiroho, yanajaribu kukuingililia, yanajaribu kuingia katika kichwa chako, katika akili yako, na zikuaminishe kwamba ni za kwako. Hizo memory zikuaminishe kwamba ni za kwako. Some thought are foreign energy, parasite, spiritual attack, or even just static from the world, trying to enter your mind and make you believe they are your own. If you can learn to tell the difference, you become untouchable. Ukijifunza kutambua utofauti wa mawazo yako, yale mawazo ambayo yanakutaka kujaga na masauti mbalimbali kichwani mwako, utakuwa untouchable. Kwa sababu mawazo ambayo yanakujaga kichwani mwako yatavaa nguo ya sauti yako. Yaani unaposikia mawazo ndani ya kichwa chako itakuwa na sound na, yani kama vile ni wewe, kama vile ni sauti yako. Yaani yatavaa kabisa sauti yako kamili. Utakapofikiria utasikia kabisa ni sauti yako. Hivi ndivyo utakavyotambua mawazo yako na ambayo sio ya kwako. Hizi ni aina pia za mawazo. Mawazo yako itakuwa hivi. Mawazo yako wewe ni hivi. Your heart, yanatoka moyoni mwako. Your truth, ukweli wako, kitu ambacho wewe mwenyewe unajua ni ukweli. Your spirit yako hiyo. Jinsi inakuja na jinsi unaitambua itakuwa calm, clear, grounded, feel like you. Itakuwa tulivu, itakuwa inasafikana, haikuletee mashaka wala uoga, wala hata kama itakuwa sio nzuri, itakuwa lakini inakufanya wewe usiwe na ugopa, usiwe na mashaka, usiwe unatoka jasho, japokuwa inaweza kuwa sio nzuri. Grounded, itakufanya wewe unakuwa unashimika, kama vile umeshimika, yani mnakaza, inafili kama wewe. Fear, parasite, mawazo ambayo sio ya kwako. Fear, parasite, inatoka wapi? Internal attack, inatoka katika ulimwengu wa kiroho, mashambulizi katika ulimwengu wa kiroho. Anxiety, habit, mazoea, inatoka katika mazoea, vitu ambavyo umeshaviwachiwachi, mazoea nini na nini ya vitu mbalimbali. Utaitambuaje? Loud, ina kelele. Repetitive, inajirudia, hata kama hutaki kuifikiria inajirudia. Imagine mawazo, hautaki kufikiria hayo mawazo, hicho kitu unachokifikiria, lakini kinajiletaleta, unafikiria japokuwa wewe roho yako inakwambia mbona sitaki kufikiria hiki kitu, kinajiletaleta tu, kinataka uendelee kufikiria. Urgent, ghafla tu inajileta. Feel like panic,
inakufanya una panic from an ancestor, mawazo ya kutoka kwa mababu zako. I mean, yes, where it come from, inatoka katika damu yako, your bloodline, your guard, ulinzi wako. How to spot it, unaitambuaje? Quite knowingly, inakuwa tulivu kwa kujua. Quite knowingly, hii neno inabidi ni translate vizuri. Sudden memory, kumbukumbu ya ghafla tu. Unaweza ukakumbuka bibi yako, unaweza ukakumbuka kitu kizuri ambacho ushawahi kufanya. Hiyo mawazo hayo yanatoka kama vile kwa mababu zako, wanaongea na wewe. Deep peace, ghafla unajisikia tu uko sawa, amani. Deep peace, yaani amani tu nzuri ya kukauka vizuri, unajisikia hivyo. From the world, inatoka wapi? Society, jamii, media, mitandao, also people opinion, na mawazo ya wengine na mapendekezo za wengine watu ama mawazo ya wengine watu. Unaitambuaje? Feel heavy, inakuwa nzito. Compare you, inakulinganisha wewe, inakufanya wewe ujilinganishe na wengine watu mbalimbali na kujiona wewe ni bure. Mawazo hiyo ambayo sio ya kwako, ya kutoka duniani, inakulinganisha wewe na wengine watu. Ile mawazo unajikuta unajikompea na wengine watu, mbona hivi, sio ya kwako, inatoka tu duniani. Ndio maana zimoja saa unaweza ukakataa, utaki hata kuwaza kujikompea na watu, lakini inajiletaleta tu, yaani inakusumbua bila wewe mwenyewe unaikataa, inakusumbua kwa sababu mawazo sio yako, wewe haumiliki mawazo yako. Make you feel not enough, inakufanya wewe ujione hautoshelezi. Hiyo ndo mawazo ambayo inatoka katika ulimwengu, dunia, hapa tulipo duniani, mawazo ya dunia. From an attacker, kutoka kwa mshambuliaji, mtu ambaye anakushambulia, mchawi ambaye anakuroga. Hii mawazo inafika kwako kama hivi. Where it come from, inatoka wapi? Someone sending negative energy at you, mtu anatuma nguvu mbaya kwako. Ndo kama vile mtu akuwa anakuroga, hata kuja kwako kuja kukuchoma visu ama kufanya chochote, atakuwa huko anafanya mambo yako huko, kufanya mashambulizi katika ulimwengu wako wa kiroho. Lazima yatakufikia wewe kwa mawazo yako, kwa akili yako, kwa sababu mawazo yako, akili yako na mawazo yako ndo mlango wa kufika kwa roho yako, kwa ulimwengu wako wa kiroho. So kwa hivyo mchawi yote ule mwenye akuwa na kuroga, akikuwa na kutumia mashambulizi, lazima yatapita kwenye mlango wa kiroho ambayo ni akili yako, na akili yako ina mlinzi ambaye ni awareness, ule ufahamu wa kutambua hapa niko nashambuliwa, nijilindeje. Sasa mawazo, wewe haumiliki mawazo yako. Mawazo mbalimbali inaweza kuja inakuchanganya na mashambulizi yanaingia mpaka kwenye ulimwengu wako wa kiroho. Unaanza shambuliwa kiroho, kama ni kurogeka kama ni kurogeka unarogeka. Hapana. How to spot it, unaitambuaje? Sudden confusion, mara ghafla tu unajiona kama vile umechanganikiwa, yaani hauelewi, unajiona uelewi ghafla tu. Unaweza kuwa unafanya kitu chako na ghafla tu unajiona hauelewi chochote, like yeah. Hopeless, inakuwa hopeless, yaani unajiona wewe
una msaada wote ule. Feel not yourself, haujihisi wewe binafsi. Hayo ndiyo mawazo ambayo yanatoka kwa mtu anayekushambulia, anayekuroga, anayekutumia maneno mabaya. Wazo lolote lile litakapokufikia, jiulize, hili wazo linafili kama mimi? Ili wazo ambalo limekuja katika kichwa changu, ili wazo ambalo mimi niko naliwaza, linafili kama mimi? Kama ni kweli, ni wazo lako. Kama sio kweli, ni wazo la kigeni. Hilo wazo linakuletea amani au linakufanya upanic? Likikufanya unafili amani, hivyo ni wazo lako. Likikufanya unasikia una panic, hivyo sio wazo lako. Je, wazo linalokufikia linajirudia rudia kwa kupiga makelele ndani ya kichwa chako? Kama inajirudia rudia hivyo, ni parasite, sio lako. Inajaribu kujiingiza katika ulimwengu wako wa kiroho, katika akili yako. Ndio maana inajipiga ili wazo liingie. Yaani wewe ulikubali na ulivae na ujione ni wewe, kama ni nini ujione hivyo. Ni shambulizi. Likija mara moja na linaenda hivyo, ni wazo lako. Yaani wazo lako wewe linaweza zikaja tu mara moja, kama hivi unafikiria niende nipike, inakuta tu hiyo mara moja na linaenda. Au taka unafikiria nende nipike, no. Ila kama sio lako, litakuja. Nimtusi mtu, nimpige mtu, yaani inakuwa nimtusi mtu. Hilo wazo linakuwa linajirudilia, nimtusi mtu. Jua hilo wazo sio lako. Yaani ni mtu kunaweza kuwa mtu anakushambulia, anakuroga, anataka wewe usababishe kitu kwenye maisha yako ambacho utakuja kujutia hapo baadaye, kwa sababu hayo mawazo ambayo wewe ulikuwa nadhani ni sauti yako inakwambia ufanye hicho kitu, kumbe hakukuwa wewe. Kumbe hata sio sauti yako na hata sio mawazo yako, imetumwa kwako, kwa sababu mawazo yako sio yako. Sio kila mawazo ambayo iko kichwani kwako ni yako. Je, mawazo yayo inakufanya ujisikie wewe hauna nguvu, ama inakufanya wewe ujione ni waovyo, huna nguvu yote ndani ya dunia hii? Hivyo hiyo itakuwa sio ya kwako, itakuwa haitoki kwako, haitoki kwenye ulimwengu wako wewe wa kiroho, haitoki kwenye roho yako wewe na spirit yako wewe. Ikiwa ni ya kwako, itakufanya wewe ujione wewe ndiye uko in control. Okay. Wazo parasite au wazo kirusi ambalo sio wazo lako litakufanya ujisikie hopeless, afraid, angry at yourself, like a failure, like giving up. Your own thoughts feel like, mawazo yako wewe inafili kama hivi: a quiet knowing, a next step, a memory of strength, a reminder of who you really are. Turudilie tena. Mawazo ambayo sio yako wewe inakufanya ujisikie hivi: hopeless, afraid, uoga, angry at yourself, kujisirikia, like a failure,
ujione wewe yani ni mshindwaji tu, like giving up inakufanya ugive up hata kitu kenye unataka kufanya umeshaanza fanya nini na nini, unajiona tu unaanza fikiria ku give up nini na nini. Jua hiyo sio mawazo yako wewe. Mawazo yako wewe inakufanya ufili kama hivi: quietly knowingly, kujua kwa utulivu. A next step, hatua nyingine. A memory of strength, kumbukumbu la nguvu, kumbukumbu la kitu ambacho ushagawahi kukifanya, ushagawahi kukifanikisha. A reminder of who you really are, kumbukumbu ya wewe ni nani halisia kweli kweli. How to pull the parasite out. How to pull the parasite out. When you recognize a thought is not yours, utakapotambua ili wazo sio langu. You do not fight it, haupigani nalo. You reject it like a bad meal, unalikataa kama vile chakula ambacho haukitaki. Step 1, say out loud, this thought is not mine, I reject it. Ili wazo sio langu, nalikataa. Unasema na msimamo, sauti yako iwe unaisema na msimamo. Unaweza ukasema kwa sauti ama unaweza ukasema kwa ndani, ila uhakikishe umesema kwa msimamo, au unasema kwa nia ya dhati, unamaanisha unachokisema. Visualize the thought as a black cloud leaving your head and floating away. Visualize, hisi hilo wazo ni kama vile giza, kipande cha giza ndani ya mawazo yako, ndani ya kichwa chako. Alafu hisi na uone ukitoa hilo wazo, hisi ukilitoa hilo wazo na likitoka linaenda mbali. Take a breath and replace it with a true thought. Pumua na ulibadilishe na wazo ambalo ni la ukweli. I am protected, I am strong, I am safe. Keep going, do not entertain the foreign thought. Usipatie attention mawazo ambayo sio ya kwako. Do this every time. Over time, your mind will become fortress that only you can enter. Do this every time. Fanya hivi kila mara kwa muda. Akili yako itakuwa fortress that you can only enter. Hii neno fortress sijui Kiswahili ni nini, hata silijui, ila naamini inamaanisha akili yako itakuwa ni yako peke yako tu wewe kuingia, kwa sababu akili yako ndiyo ulimwengu wa roho. Akili yako ndo ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho sio kitu sijui kama ni kijiji ama inchi ama nini, no. Ulimwengu wa kiroho ni akili yako wewe. Ndio maana wanasemaga akili ni mlango wa roho, yaani mind is the door through your soul. So utakapofanya hivi, utakuwa umeanza kudhibiti akili yako
kwa sababu umeshatambua yale mawazo ambayo yanakuwa yanaendelea mkichwa chako. Ile ndo vita ya kiroho, kwa sababu hata mtu ambaye yuko na kuroga lazima yale mashambulizi anayoyafanya kule yatakuja mpaka kwenye kichwa chako, kwa sababu mlango upo kwenye akili yako. Mlango wa kukupiga kwenye ulimwengu wako wa kiroho uko kwenye akili yako. Sasa kule kwenye akili yako kuko mawazo tofauti tofauti. Sasa wewe unafikiria hayo mawazo ni yako, na hivyo ndio vita vya kiroho. Hii mawazo ambayo unadhani ni yako ni maparasite, ni viumbe ambavyo vimevaa sauti yako. So wewe unadhani ni wewe, kwa sababu wewe hauna ufahamu wa kutambua wazo lako ni lipi na ambalo sio lako ni lipi. Mtu atakapokutumia mashambulizi kwenye ulimwengu wako kiroho, yatakuja mpaka kwenye akili yako. Sasa yale mawazo ambayo yapo pale kwenye akili yako, utakapoamini wazo ambalo sio lako na ukalikubali, ina maana ulishindwa kulinda ulimwengu wako wa kiroho na shambulizi la kulogwa limekuingia, kwa sababu inakuwa very very tricky. Utajua wazo lako ni lipi au ambalo sio lako ni lipi, kwa sababu zote ni sauti zako we. The parasite proof mind daily practice. Every morning say this before you start your day. My mind is my own. No thought enter without my permission. I reject all fear, all foreign energy, and all attack. I am the gatekeeper of my own mind. Only truth, strength, and protection remain. So be it. Kwa Kiswahili, akili yangu ni yangu mwenyewe. Hakuna wazo linaloingia bila idhini yangu. Ninakataa hofu yote, nishati zote za kigeni na mashambulizi yote. Mimi ndiye mlinda mlango wa akili yangu. Ukweli, nguvu na ulinzi tu ndiyo vinabaki. Iwe hivyo. Akili yangu ni yangu mwenyewe. Hakuna wazo linaloingia bila idhini yangu. Ninakataa hofu yote, nishati zote za kigeni na mashambulizi yote. Mimi ndiye mlinda mlango wa akili yangu. Ukweli, nguvu na ulinzi tu ndiyo vinabaki. Iwe hivyo. Mlinzi wa ulimwengu wa kiroho ni akili, kwa sababu akili ndio mlango wa ulimwengu wako wa kiroho. Ila kwa sababu utakaposhambuliwa kwa mtu ambaye yuko sijui nchi nyingine huko, kakushambulia kwenye ulimwengu wako wa kiroho, itafika kwenye mlango ambao ni akili yako. Yale mawazo ambayo yatakuwa yakizunguka kwenye kichwa chako, zile hisia utakazozihisi, ukizikubali na kuziruhusu zikuvamie nini na nini, mashambulizi yale ndo yataenda mpaka kwenye ulimwengu wako wa roho, yanakupiga. Baada ya hapo, matokeo yataanza onekana sasa mpaka kwenye uhalisia wa dunia hii ya macho, kwa sababu hii akili, mawazo ndo dunia ya kiroho. Utakapokubali na kupigika kwenye mawazo, kwenye akili, ndo vitakuja kuonekana sasa huku kwenye mwili na kwenye uhalisia huku. Baadaye ushapigwa tayari kwenye ulimwengu wako wa roho, kwenye akili yako, kwenye mawazo yako.
anataka wewe uamini ni wazo lako. Adui anataka wewe uamini ni wazo lako. So unapoamini, the mind is a battlefield and the enemy wants you to believe it is thought are your own. Akili ni uwanja wa vita na adui anataka wewe uamini wazo lake ni lako. This is how it win, by making you think you are the one defeating yourself. Hivi ndivyo adui anavyoshinda vita, kwa kukufanya wewe ndiye unayejidhibiti wewe. Hivi sasa umejua ukweli. Adui yako anataka wewe uzani wewe ndio uko unajipiga wewe ndio uko unajilaumu wewe ndio uko unajiwazia vibaya wewe ndio uko unajifikiria mawazo yote ambayo yanaendelea kichwa kwako the whole time. Kumbe sio kila wazo ambalo lipo ndani ya kichwa chako ni lako wewe. Wewe hauna funguo la kudhibiti mawazo yako, na funguo la kudhibiti mawazo yako, la kudhibiti ulimwengu wako wa kiroho ndo hili ambalo nakwambia hapa, ndo funguo la kudhibiti ulimwengu wako wa kiroho. Unapaswa ujue shambulizi zinatoka wapi na zinaingiaje na zinafili aje. Tutaendelea kuerevushana kwa hili.